ingawaje Gausho kwangu yeye ni takataka, mimi siwezi muaddress. Lakini nataka kuaddress wale ambao wametuma yeye. Wale wametuma yeye tunawajua ya kwamba ni William Ruto na Raila Amolo Odinga. Huyu kijana chokora anaitwa Gausho, kila siku akiamuka kazi yake ni kuhubiri mambo ya ukabila. Kila siku akiamuka kazi yake ni kutusi jamii ya Wakikuyu. Kila siku akiamuka anasema Wakikuyu hii, Wakikuyu ile, Wakikuyu hii. Mimi nataka niambie wale wametuma Gausho, acheni kutumia mtoto mdogo. Acheni kutumia kijana mdogo hata hajajua hata kuoga. Acheni kutumia kijana mdogo hata hajao hata hana familia, hajui maana ya kuishi. Tokeni wazi, mjitokeze. Bwana William Ruto, tunajua wewe ndio unatumia Gausho kukuja kuhubiri mambo ya ukabila na kuleta picha ni kana kwamba jamii ya Wakikuyu ndio iko na shida na uongozi wako. Mimi nataka nikuambie William Ruto, unatumia kijana mdogo ambaye ni kama chokora kusema Wakikuyu ni wakabila. Siku tumekupigia kura hapa, kura milioni 4. Hiyo milioni nyingine tukapatia Raila Amolo Odinga. Kwa nini hiyo siku hamkutuita wakabila? Kwani hiyo siku hamkuwa mnajua hatuna maana? Saa hii ndio mmejua tunajipenda. Saa hii ndio mmejua tuko na ukabila baada ya kuchukua kura zetu milioni 5 tukapatia William Ruto 4, tukapatia Raila Amolo Odinga milioni 1. Mimi nataka kuambia Gausho, hao wamekutuma watakuingiza kwa taabu. Sababu wale ambao unatusi kila siku ukiamuka si watoto. Wale unatusi kila siku ukiamuka si wajinga. Sisi ni watu na ambao tuko na akili. Na ukiendelea na hiyo barabara, ukiendelea na hiyo kazi umepatiwa na hao matapeli ya kutusi jamii ya Mlima Kenya, ile mambo itakupata my friend. Hautakuja kusahau mpaka siku utatoka kwa hii dunia. Lazima uheshimu jamii ya Gema, lazima uheshimu jamii ya Mlima Kenya. Sisi hatuna ukabila, hatuna shida na William Ruto kama mtu binafsi. Hatujaikuwa na shida kama Raila Amolo Odinga binafsi. Ile shida tuko naye ni uongozi mbaya, ile shida tuko naye ni uongozi ya ujinga. Ile shida tuko naye ni utapeli na ukora. Ile ambayo inaendelea katika uongozi. Ile shida tuko naye ni vile ambavyo William Ruto wameshikana Raila Amolo Odinga kufinyiria wananchi. Ni ile shida tuko naye ni vile ambavyo William Ruto anatumia uongozi vibaya kunyanyasa na kufinyiria Wakenya. Lakini sisi hatuna shida na zile jamii zingine. Hapa Mlima Kenya tuko na jamii zote. Tuko na Wajaruo, tuko na Wakisii, tuko na Wakalenjin, na hakuna siku hata moja sisi kama jamii ya Mlima Kenya tumewachukia ama tukawapiga. Sisi tunaishi kwa amani, tunafanya nao biashara vizuri. Ni majirani wetu hapa, tunawana nao vizuri. Tunasoma nao kwa makanisa, tunasoma nao mashule. Hakuna siku hata moja tumechoka kuishi na zile jamii zingine hapa. Na nitangazia hawa matapeli hawa kora. Hatuhitaji wanasiasa kuishi kwa amani kama jamii zote za Kenya hapa. Tumeishi bila nguvu zenu. Tumeishi bila kuingilia kwenu. Na ile siku kumekuwa na machafuko ama vita baina ya jamii, ni siku wanasiasa wamekuja wakaingia hapa, wakaanza kuleta uchochezi kama hii ambavyo William Ruto analeta kupitia hii chokora inaitwa Gausho. Kama kuna chuki ya kikabila imekuja hapa ni wanasiasa wanaanzisha. Lakini sisi kama wananchi hatuna shida. Sisi wananchi tunaishi vizuri, tunafanya biashara kwa pamoja. Enda hapa Githurai hata huwezi jua mtu ni kabila gani. Au mahasra wanaishi hapo kwa pamoja. Lakini saa hii kwa sababu William Ruto anataka kujiondoa, anataka kutumia hii njia ya kusema ya kwamba ni jamii ya Wakikuyu inampiga na ndio sisi tuko na ukabila, ndivyo ahurumiwe na watu wake wa Kalenjin. Kwa sababu siku wametapeli watoto kule Eldoret.